Hello viewers, how are you doing? My name is Zadok Thomas and I want to welcome you back to another episode right now, right here on Pasha TV. Leo tumekuja kutembea maeneo ya Nairobi County na tumekuja kumtembelea mchungaji Apostle Yohana ambaye kuna mambo ambaye ningependa sana aweze kutufunza. Kama umetujoin, thank you so much for joining. Click ile subscribe button na pia uweze kuturn on ile notification ili tunapoweka video zingine hapa uwe wa kwanza kuzipokea. Karibu sana mchungaji kwenye kipindi kingine hapa Pasha TV. Asante sana Pasha. Kwa majina yangu naitwa Apostle Israel Yohana. Kama unatazama mara ya kwanza, mimi ndio askofu wa makanisa naitwa Soul Winning and Healing Ministry worldwide. So kwa wakati huu niko sehemu inaitwa Mukuru kwa Jenga, ambako Mungu aliniambia kwamba nifungue huduma kwa slums, kwa sababu kwa slums watu wanateseka sana. Si wachungaji wengi wanapenda mahali kunaitwa kwa slums ama mabishopu maaskofu wengi, kwa sababu slums hakuna sadaka, slums hakuna fungu la 10, slums hakuna sacrifice. So Mungu akaniambia niende mahali pale, si kwamba naenda kutafuta sadaka ama sacrifice, lakini niende mahali pale nikuwe sadaka kwa sababu ya wale watu wako mahali pale. Na nikienda hapo naenda na unga, naenda na mattress, naenda na blanketi, naenda na nguo, naenda na viatu. Na kuna watu pia ambao walijitolea wakasema watasimama nami. Kuna watu wananitumianga nguo za kupatia wale watu. Kuna wengine wanatumia hata bando moja unga napatia wale watu. Na unakuta kwamba kwa slums mtu akiwa na njaa, jambo la kwanza, hata tuache tu mambo ya slums, mtu akiwa na njaa, kumhubiria akiwa na njaa ni ngumu sana. Na unakuta hata muujiza ambao Yesu alitenda wa kwanza ulikuwa ni wa kuwapa watu chakula. Na alipo hapa chakula siku ya pili walikuja wengi. Kwa sababu walijua sasa kama tumbo ziko sawa tutasikiza neno. Na ni tofauti na mtu ambaye ameokoka na mtu ambaye hajaokoka. Mtu ambaye ameokoka yeye atamsikiza Mungu kwa sababu anampenda Mungu na anamfahamu Mungu. Lakini ambaye hajui Mungu, jambo la kwanza anafaa kuonyesha upendo. So upendo wa kwanza ambao tumeingia nao mahali pale ni wa kusaidia watu kwamba make sure kwamba wamekula, wamepata chakula. Kuna watu ambao kuna familia ambazo unakuta atakukula ni kwa neema. Mtu anamaliza hata siku mzima bila kuweka kitu kwenye mdomo na ako na watoto. Maana unakuta labda zile kazi zinapatikana huko ni kazi za kuvulia, mtu analipa shilingi 100 na ni mtu ako na familia na watoto. So maisha ni magumu sana, na wengi sana tunaosaidia kule ni widows na single mothers ambao hawajiwezi kabisa. Na hakika tumeona Mungu akifanya mambo, na wengi wao wanamkubali Yesu kwa sababu ya kwamba wanapoona ule upendo wanamkubali Yesu. So karibu sana katika episode ya leo tuweze kutembea pamoja. Asante. Asante sana kwa kupata muda at least uweze kutufunza mawili matatu. Kama jana Easter Monday, huyu Papa mtakatifu ambaye anaitwa Pope ameweza kuiaga dunia, na nimeona kuna reactions mingi sana. Hata kuna ile list ambayo wanatarajiwa kuwa Pope. Kuna watu ambao wanafaa kuwa elected. Sasa kifo cha Pope, labda wewe ulimjua lini na amekuaje? Pope nafikiri mara ya kwanza kujua huyu Pope sikumjua kwa mazuri, nilimjua kwa mabaya. Kwa sababu jambo la kwanza, katika mapopu wote waliokuwepo, kila Pope alienda kinyume cha mambo ya ushoga na usenge, mambo ya mume kwa mume na mambo ya mke kwa mke. Kila Pope aliyepokuwepo alipinga yale mambo na akayapinga kwa dhati. Hata hapa nchini Kenya wakati walileta ule mswada, Catholic ilikuwa ya kwanza kupinga. Lakini aliyeingia alishangaza ulimwengu mzima. Yeye ndiye alikuwa wa kwanza kusupport ule mswada, na akawa wa kwanza kuweza kubariki hao mashoga na masenge. Kwa hivyo mimi jambo la kwanza sikumjua kwa mazuri, na akawa ndio Pope wa kwanza duniani kwenda kinyume na neno la Mungu. Akawa ni Pope wa kwanza kupotosha kanisa la Katoliki.
kwa sababu sioni kabisa vile mtu ambaye anayeongoza Wakristo kuelekeza katika njia ya ushoga na usenge. Napoangalia hata katika Biblia, Sodoma na Gomora iliangamizwa sana kwa sababu mambo haya ya ushoga na usenge. Na hata hii ya ukahaba. Lakini popo alisapoti yote. Alisapoti masenge, akasapoti haya wanaitwa mashoga na makahaba wote. Na akawa mtu wa kuwabariki. So in other way kwamba encourage ushoga katika dunia mzima. Encourage watu wawe mashoga na encourage watu wawe masenge. Hakuna vile utabariki usenge kama sio encourage. Unapowabariki na kusupport, maanisha kwamba wewe umekuwa encourage. Na tunapoangalia sasa ni mtu ambaye aliruhusu hiyo roho ikaingia kwenye makanisa yote ya Catholic. Akaruhusu kwamba masenge wawe free katika kanisa la Catholic, waoane na kufanya mambo maovu. So unakuta kwamba ni mtu alisupport ile roho. Na roho ya usenge na ushoga inapoingia kwenye makanisa, unakuta kuna maroho ambayo yanashuka mahali pale. Unakuta kwamba kuna watu ambao hawaolewi wala kuoa, kwa sababu roho ile inapofika mahali pale inafunga ndoa. Roho pale inapofika mahali pale unakuta kwamba kuna madhabahu yanainuliwa mahali pale ambayo si ya kiungu, madhabahu ya kishetani. Maana sasa unaporuhusu watu wahudumu kanisani, nao ni mashoga, nao ni masenge, inamaanisha kwamba yale madhabahu ya kiungu umeyafunika na umeinua madhabahu ambao ni ya kishetani. So Pope ile muda wote aliongoza kama Antichrist. Hakuongoza kama wale ambao wanaoitwa wale wanaitwa sijui wanaitwanga wale sijui wanawaitanga, nasikianga wakiwaita sijui Baba Mtakatifu. So huyo ndani yake hakuwa na utakatifu. Kwa hivyo aliongoza kama Antichrist kwa sababu alienda against the word of God. Alienda against upendo wa Mungu. Badala ya kuongoza watu katika upendo wa Mungu, aliongoza watu katika maovu. So siwezi simama hapa hivi na niweze kusupport niseme kwamba alifanya mambo mazuri. Nasema kitu kibaya kiitwe kibaya. Na unakuta sasa hiyo roho haiko Catholic peke yake. Naona kwamba ilianzia kwa kanisa la ACK. Ilipoanzia kwa kanisa la ACK la Uingereza, na ilipoanzia kule sasa ukakuta kwamba hao watu wameruhusiwa hata kuhudumu kanisani. Ati mtu ambaye ni pastor anaruhusiwa kuoa pastor mwenzake. Sodoma na Gomora ikaingia kanisani. Na hiyo roho ilipoingia kanisani, ndio unakuta makanisa mengi siku hizi wanawake hawaolewi. Siku hizi hata wanaume hawaoi, kwa sababu kuna madhabahu imeinuliwa kinyume na ndoa. Na madhabahu yale inapoinuliwa kinyume na ndoa, basi ndoa zinakuwa ni kitu cha kufungwa. Unakuta sasa watu hawaoi kwa sababu kuna madhabahu mengine imeinuliwa pale ya kutooa, na ndio yuko pale kwenye madhabahu. Na kiongozi wenu anapokuwa shoga, hiyo roho ya ushoga inasambaa kanisani kote. Sasa imagine wewe umeekelewa mkono na mtu ambaye ni shoga. Ina maana kwamba hata kuolewa kwako hautaolewa. Umeekelewa mkono na mtu ambaye ni shoga, hata ukiwa kwenye ndoa, ile ndoa itavunjika. Na ndio unakuta makanisa mengi duniani ambao wachungaji ni mashoga. Huko unakutanga hata kama uko kwenye ndoa, ile ndoa inaisha. Kama uko kwenye uhusiano unaisha. Ule uhusiano unadumu, ni uhusiano wa mke kwa mke. Ni uhusiano wa mume kwa mume. Zile ndoa ambazo zinasimama ni ndoa ambazo ni za mume kwa mume na mke kwa mume. Kwa sababu anayeongoza mahali pale madhabahu yake ni ya ushoga. Nasema kwamba watu wasemanga like dad, like son,
like father, like son. Kwa hiyo baba yako akiwa shoga, unakuta haya maroho yanaingia ndani yenu, mnaanza kuwa mashoga. Siku hizi umekuta katika makanisa mengi ambao wachungaji ni mashoga, hiyo roho imeenea sana. Unakuta hata mtu akiwa kwenye ndoa haoni ladha ile ndoa. Unakuta ndio yale mambo ya mume kwa mume hata yameisha nguvu. Mke hata kama atafanya tendo lile la ndoa, utakuta lazima ajimalizie na vidole. Sasa hebu niambie sasa, hiyo ni roho gani ambayo imeingia kwenye mandoa siku hizi? Unakuta hata yule mwanamke yuko pale, lakini yule mwanamke sana sana hafeel mume wake. Hafeel mume wake, yeye anafeel labda tu anapo nini na vidole zake, anaona sasa yuko sawa. Kwa sababu ni madhabahu imeinuliwa kinyume na Mungu. Madhabahu imeinuliwa kinyume na inapoinuliwa kinyume na Mungu, na ni madhabahu iliyo kinyume na ndoa, inakuwa very strong katika makanisa zetu ambayo yako sasa. So unakuta kwamba siku hizi hata wanawake kuolewa ni ngumu, vijana kuoa ni ngumu. Unakuta kwamba katika makanisa mengi siku hizi unakuta hata wale vijana wako saizi, ukimwambia kijana aoe ni ngumu sana, hataki kuoa. Utakuta yule kijana yuko hapo, labda anatafuta mwanaume mwenzake ambaye yuko na pesa, anakubali kuwa mke wake. Na hivyo unakuta hata katika university zetu, hata katika makoleji yetu, na hilo jambo limeanzia wapi? Kanisani. Kama limeanzia kule kanisani kwenye madhabahu, ina maana kwamba wale watoto wanapotoka pale wakienda shuleni, wanasambaza yale maroho wapi? Ati msichana anakuambia niko na girlfriend. Mwanaume anakuambia niko na boyfriend, na ni mwanaume. Na unakuta kabisa ako na wivu mpaka na mwanaume mwenzake, mpaka hata akimkuta anaongea na mwingine anaweza muua. So ni roho ya kuzimu ambayo ilisambazwa katika ulimwengu, na wale wote wanao sambaza ile roho ama waliosambaza ile roho, including father huyu ambaye alikuwa Father Francis ambaye ameondoka, wote walikuwa antichrist. Na hiyo roho ya antichrist imeingia makanisani kinyume na neno la Mungu. So unakuta makanisa mengi sasa yanaoperate chini ya roho ya antichrist. Roho ya antichrist si roho ya Mungu, ni roho ya kuzimu. Na ndio unakuta sasa makanisa mengi sasa watu hawana ladha ya Mungu, wako na ladha tu ya mambo ya dunia. Hata wale ambao walikuwa wasanii, walikuwa waimbaji, siku hizi unakuta kwamba yule mtu hata anapoimba haimbi kwa sababu ya kumtukuza Mungu, anaimba tu kwa sababu apate sifa, anaimba tu kwa sababu asikike, kwa sababu kinachotoka ndani yake si kitu cha kubariki. Siku hizi hata ukiimba wimbo wa kubariki hautaenda mahali popote. Lakini ule wimbo ambao ni takataka ndio watu wanapenda. Saa hizi hata ukiingia makanisani ukute kanisa ambalo linapohubiri ukweli, utakuta hata watu wenye huko ni watu wachache sana. Lakini kanisa linalohubiri uongo, linalohubiri mambo ya kutapeli watu, hapo ndio watu wamejaa, waende watapeliwa, kwa sababu roho wa antichrist ameingia makanisani. So siku hizi ni vizuri kabisa unapoenda kanisani, ni vizuri pima hiyo roho ambaye anatawala mahali pale. Roho antichrist anapoingia kanisani, watu wanakuwa confused, hawana ile ladha ya kumpenda Mungu, hawana ile ladha ya kuishi maisha matakatifu. Mtu anaenda tu kwa sababu aende. Unajua kitambo Biblia inasema kwamba mtafuteni mtapewa, bisheni mtafunguliwa. Lakini siku hizi watu hawatafuti, watu wamtafuti Mungu, watu hawamwombi Mungu, wanataka shortcut. Na hiyo shortcut hiyo ndio watu wanaenda kununua miujiza. Wewe ulisikia wapi miujiza inauzwa? Kama si mganga anauza,
kanisani kama miujiza inauzwa, inamaanisha kwamba roho wa Antichrist ameinuka zaidi na ameinuka kiwango kikubwa katika makanisa. Na watu wamekuwa brainwashed, watu wametapeliwa kiroho, na ndio unakuta kwamba sasa kwa sababu mtu hataki kumtafuta Mungu, anataka utajiri wa haraka, lazima anunue miujiza. Na miujiza yote ya kununua si ya kudumu. Miujiza yote ya kununua ina muda wake. Kwa hivyo inamaanisha tu wewe ule muujiza nini, wakati pesa zinaisha, muujiza unafanya nini? Unaisha. Maisha pia. Pesa zikiwepo, muujiza unarudi. Na ndio nakutaka sasa, kama wale watu wananunuaga maji wakuja wanyunyizie kwenye biashara zao, akisha wanyunyiza kwenye hiyo biashara, watu watapanga laini. Maji yakiisha, hataona hata mteja mmoja, mpaka arudi aende nyingine, mpaka inabidi kwamba arudi aende miujiza nyingine. So unajiuliza, hii miujiza hii ya kununua hii hii miujiza ya kununua hii inatokana wapi? Haitoki kwa Mungu. Imetoka kwa ufalme tofauti. Maana baraka za Mungu ni za kudumu milele. Baraka za Mungu hazina majuto. Baraka za Mungu si za kurenew. Lakini muujiza ule lazima na renew kila wakati. Na chochote unacho renew kinatokana na shetani. Shetani hana kitu cha bure. Shetani anakupeaga anafu dakika ya mwisho kile kitu atakikujia. Ni vile sasa unakuta kwamba mtu anaweza kuuzia nyumba, na labda kuna kitu amepigilia pale kwa nyumba, najua hawezi kungoa, anakuambia hii nyumba nimekuuzia, lakini hii kitu kiko hapa ni changu. Hii kitu tu nichunge vizuri, ni changu. Kwa hivyo nimekuuzia nyumba, lakini sijakuzia hii kitu, kitabaki kuwa changu. Na kwa sababu siwezi bomoa nyumba, kile kitu kitakuja kuwa changu. Kwa hivyo anaweza kuja na uchafu ama kuja na kitu ambacho kimeoza na hangu wapi pale, kwa sababu ile kitu bado ni chake. So shetani anapopeana miujiza, ile miujiza hiyo bado ni yake. Si kwamba amekupatia permanent. Lakini baraka za Mungu, kama Mungu alipombariki Abrahamu, alimfanya baraka kwa watu wengine. Na baraka za Abrahamu hazikuleta kilio. Baraka za Abrahamu hazikuleta majuto. Lakini siku hizi unakutaga mtu anapoendea miujiza, hiyo miujiza huwa inamgeuka. Unakuta watu wengi sana wao ninao wajua, tangu waanze kununua miujiza, kununua maji, kununua nini, dakika ya mwisho wale watu wanafilisika, wanakuwa maskini kabisa katika maisha yao. Hawa watu hata akili zao zinakuwa ni kama ni mtu ambaye hajielewi. Maana sasa anazungumzianga tu, anaimba tu wimbo wa mchungaji. Wimbo wa mchungaji si Mungu tena, ni mchungaji. Sababu amekuwa brainwashed, anaona mchungaji ni Mungu. So roho ya Antichrist iliingia makanisani na ikapenya kabisa. So ni wakati huu ambao kanisa linafaa sasa limrudie Mungu. Watu waingie kwenye magoti, wamuombe Mungu. Maana hizi ni nyakati za mwisho ambayo injili ilitapeliwa. Watu walitapeli injili na wakaifanya biashara. Watu walitapeli injili na wakafanya injili kama kitega uchumi. Mtu anafungua kanisa atajirike. Mtu anafungua kanisa awe milionea. Afungui kanisa watu waende mbinguni. Na ndio unakuta siku hizi watu hawafundishi watu habari ya holiness. Watu wafundishi watu habari ya repentance. Anakufundisha jinsi ya kuwa tajiri. Anakufundisha vile utakavyoenda ng'ambo. Atakufundisha vile utanunua gari kubwa. So imeandikwa wapi? Hakuna. Hiyo ni injili ya mwanadamu. So tumrudie Mungu, maana ni nyakati za mwisho. Yes. Kwa hiyo unamaanisha kwamba kanisa la Catholic si mbaya, viongozi wale ambao wanakuwa labda Pope? Kanisa la Katoliki sasa, wale viongozi walioingia mapope kulingana kuanzia na Pope Francis, kwa sababu wanapomteua inamaanisha wamemkubali. Inamaanisha wamekubaliana na matakwa yake. Kwa hivyo chochote anachosema lazima wakubaliane nacho. In other way, sasa
alikuwa wa kuoshipiwa. So wale ambao wako saizi mapops wote kwenye Katoliki walikuwa watu wa kuworship miungu. So wanapo worship Papa de Benedict, anaposema ushoga ibarikiwe, nao wanasema yes. Yes sir. Wanaposema sasa watu kama hawa waruhusiwe kanisani, waruhusiwe kwenye kwaya, waruhusiwe kwenye president nini, kwenye uimbaji na kwenye kazi ya Mungu, na wanakubali. In other way inamaanisha kwamba wamemuworship yeye, hawaja worship Mungu. Kwa hivyo unakuta kwenye Katoliki Mungu aliondoka na wakawa watu wa kuworship idols. Yeah. So kanisa la Katoliki sasa mahali ambapo liko sasa linaabudu idols. They don't worship God. Na wanaabudu idols. Unapoabudu kiongozi wa kanisa, inamaanisha wewe umeingia katika ya wale watu ambao wanaabudu miungu. Yes. Najua kuna watu wananichukia, kuna watu wanakomende vibaya, lakini nimesema ukweli utazungumzwa. Hizi ni nyakati za mwisho, lazima watu wafunguliwe macho. They don't worship God no more. They worship idols. Yeah. Nimeona kwamba sasa lineup imeanza ya kumteua pop mpya, na nimeona ni kama kwamba wanafanya election, na pia kuna Waafrika ambao wamejitokeza. So unadhani kwamba hicho kiti kinaweza pewa Mwafrika? Jambo la kwanza mimi nasema kwamba nao, kwa sababu nao ninaona uongozi wa Katoliki unatokana na kura, hautokani na Mungu, unatokana na nini? Na kura. So kura yao itazungumza. Kama nao watavote African wawe majority, bas Mwafrika atapita kuwa pop, kwa sababu sasa uongozi wao ni wa kura. Na uongozi wa kura unaweza angukia mtu yeyote, hiyo ni Mwafrika, hiyo ni mzungu, unaweza angukia mtu yeyote. Kwa hivyo yeyote anaweza angukiwa, awe Mwafrika ama mzungu. Kawaida mzungu kama tangu kawaida anatakaga Mwafrika awe slave wake maisha yake yote. Na ndio nakuta sasa hata Mwafrika akiinuka bado watamdharau tu. Na ndio unatakanga wakazidi colonize Africa miaka yote. Na ndio unakuta kama mtu kama anaitwa Traore wa Burkina Faso, yeye aliamua kwamba hataishi tena katika ukoloni. Mtu kama Gaddafi hawakumuua kwa sababu alikuwa jambazi. Gaddafi ni kwa sababu alikuwa anataka kufungua Afrika macho, na walipoona anafungua Afrika macho waliamua kumuua. So na ndio nakuta sana wazungu sana wakiona Mwafrika ameinuka watajaribu jinsi ya kummaliza. So nikwambia itategemea na majority wakiwa wazungu, mzungu atainuka, kwa sababu ni ngumu sana mzungu kuvote Mwafrika. So ni ngumu sana tena hiyo vote ije Afrika, ni ngumu sana. It is hard. Si rahisi. Yes. So labda jambo lingine lolote kabla tumalize ambalo labda sijakuuliza? Nasema kwamba nyakati hizi ni nyakati za mwisho, na tunapoangalia makanisa mengi sasa, tunaposema kwamba roho wa Antichrist ameingia makanisani. So watu wa Mungu, ninawaambia kwamba mfunguke macho ya kiroho, waweze kutambua yale makanisa ambayo ni ya kiungu na yale makanisa ambayo maroho ya Antichrist yameingia. Makanisa ambao unakuta kwamba wanahubiria watu prosperity peke yake, hawahubiri Mungu, hawahubiri watu habari ya ufalme wa mbinguni, wanahubiri habari ya utajiri, wanahubiri watu habari ya watu kufanikiwa, na hawapingi ushoga, na hawaendi kinyume na maovu kanisani. Hilo kanisa kuna spirit wa Antichrist. So watu, ni nyakati za mwisho, watu wafunguke macho, wajue mahali ambapo roho wa Mungu yuko. Maana yake maandiko yanasema Mungu ni roho, na wanaomwabudu wamwabudu katika roho. Kwa hivyo ukikuta mahali ambapo roho wa Mungu hayuko, toroka mbio kabisa. Na mimi naambiaga watu kwamba ukiingia kwenye madhabahu, kama maisha yako yako chini,
ina maana kwamba yale madhabahu lazima yakupiganie maisha yako yainuke. Lakini ukiingia kwa madhabahu na maisha yako, ama kama maisha yalikuwa juu yaanze kurudi chini, toroka mahali pale mbio, kwa sababu hapo ni kama kichinjio. Lakini ukiingia madhabahu kama wewe maisha yalikuwa chini na uanze kuinuka, unainuka kiroho, unainuka pia hata kifedha, basi hapo ndipo Mungu anataka ukae. So watu wa Mungu, tusiende tu makanisa kwa sababu tunaenda tuonekane. Tuliende mahali ambapo tunajua hapa kuna uwepo wa Mungu, hapa kuna ufunguo wa baraka zetu. So ni nyakati za mwisho watu wafunguke macho ya roho na waweze kutembea katika roho. Maana Antichrist naye haendi polepole, anakimbia, make sure kwamba kanisa lote limeweza kugeuka na liko chini ya mikono ya shetani. So tuombe, ni nyakati za mwisho, tuombe sana. Wateule wa Mungu tuamuke na tumuite Mungu. Hizi ni nyakati za mwisho, tuweze kulilia kanisa la Mungu. Yes. Labda kuna yule ambaye ametaka kuzungumza na wewe moja kwa moja, atakupata kwa njia gani? Kama kuna mtu anataka kuzungumza na mimi, kama uko within Nairobi, enda bus station, chukua gari la Lunga Lunga. Ukishapanda gari la Lunga Lunga, I think ni 20 bob kutoka town. Then shuka stage inaitwa Mareba stage. Ukiwa mahali pale, utapiga nambari yangu ya simu. Ukishapiga nambari yangu za simu, niko na nambari 2, lazima moja itaingia. Ukipiga, yule atakaye kuwa kwenye simu atakukujia ama atume Asha mahali pale akuja kuchukue mahali ulipo mpaka akulete kanisani. So kuna watu ambao wangependa kuongea na mimi, watu ambao wana shida za kiroho, maana nimeona Mungu akitendea watu. Maana nimepigiwa simu nyingi kutoka France, kutoka Germany, kutoka Britain, kutoka Canada, kutoka Amerika, sehemu zote, Boston, California, sehemu nyingi za ulimwengu. Na hakika tumeomba pamoja na hao na Mungu akawatendea. Kuna wale walikuwa hawana watoto, tukaomba Mungu akaweza kufungua tumbo zao. Kuna wale ambao walikuwa na magonjwa mengine, hata wengine walikuwa na ukimwi. Watu wanasemanga ukimwi haiponi, lakini nasema hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Kuna watu tumeomba na hao, na walipoamini Mungu, Mungu akawatendea na maisha yao yakarudi. Kuna wengine tumeomba nao wakiwa paralyzed kwa kwenye wheelchair, lakini tunaomba mtu anasimama kwenye wheelchair. So kama uko mahali pale ungetaka kuzungumza na mimi, nitakupa nambari yangu ya simu. Kama uko Amerika na nchi za nje, ni vizuri tu unipigie simu kwenye WhatsApp ama unitumie message kwenye WhatsApp. Sababu kuna wengine wengi wanapiga na kadi. Na ukipiga na kadi ile, kama niko kwenye line nyingine ama naongea na simu nyingine, siwezi kupata hiyo, siwezi piga hiyo miss call siwezi call back. So ni vizuri pia unaweza piga na kadi, lakini baadaye ukikuta kwamba sichukui, andika ujumbe kwenye WhatsApp na tutawasiliana. Na ukiandika lazima nitakujibu. Nambari yangu ya simu, niko na nambari 2. Ya kwanza ni 0722 744 672. 0722 744 672. Nambari nyingine ya pili ambayo ni rahisi sana, 0721 777 388. 0721 777 388. Na zote ziko na WhatsApp. Kwa hivyo unaweza wasiliana na mimi. Na pia kama ungeweza kusimama na hii huduma ambayo ni ya slums, pia nitashukuru sana. Hapo kuna watoto ambao ni wasichana wanateseka sana na zile zinaitwa sanitary pads, maana siku hizi haziko bure. Siku hizi zinauzwa. Kwa hivyo labda unaweza kuwa unanitumia kwa mwezi kiwango fulani ambacho Mungu atakuwezesha. Na pia unaweza tuma hata bando moja ya unga ama bando 2 ama 3 ama 4 ama 5, kwamba hawa watu ambao wako kwenye slums pia waweze kuwa na tumaini. Sisemi kwamba tutawalisha siku zote, lakini mahali ambapo Mungu anatenda, maana unapopeana pia wewe unapokea. Na kuna watu pia wamekuwa na ushuhuda tu kwa sababu ya kunitumia labda unga, na mtu anasema tangu nitumie ile unga nimeona mkono wa Mungu. Hata unaweza ushiriki pia hizi baraka
kwa kutuma tu bando moja ya unga ama bando mbili, hao watu wanapata kitu cha kula kule kwa street wakati ambao nimeenda kuhubiri, na Mungu atakubariki. Huwa naenda Wednesday, Friday na Sunday ndio naenda nikiona nawapatia unga na nahubiria pia. Kwa hivyo sio hizo siku, labda Wednesday unaweza kunitumia bando mbili ya unga. Siku ya Friday pia unaweza kunitumia bando moja, na Sunday pia unaweza kunitumia bando moja, na Mungu atakubariki. So amani ya Bwana iwe nanyi. Mungu awabariki sana. Okay. Amen.